Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa uaminifu wako. Ni neema iliyoje kukujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni neema iliyoje kutupa nafasi ya kusema neno lako la uzima, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya siku hizi ni nyakati za mwisho, ni nyakati ambazo zinakaribia kurudi kwako. Nasi tunaomba Bwana, katika jina la Yesu, pamoja tunaomba msaada kwako, tuweze kuishi maisha ya ushindi tukiwa hapa duniani. Tusije tukajisahau kwamba iko siku na iko saa ya wewe ya kuja na imekaribia. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maandiko yanatuambia dunia hii hatuna mji udumuo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, unatutunza kwa ajili ya makusudi yako, unatutunza kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa sababu ya mama yule na dada yule na kijana yule na baba yule, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kumtunza, asante kwa kumpigania. Lakini sema na moyo wake Bwana, apate kusema ndio kwako, akupokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Apate kujua Bwana ya kwamba wokovu si dini mpya, kwa hiyo hahitaji kuogopa juu ya dini mpya. Mungu, apate kujua ya kwamba wokovu ni uzima wa milele ndani ya mtu. Mabadiliko yatatokea katika maisha yake, Mungu, katika jina la Yesu. Lakini kabla ya mabadiliko hayajatokea kwenye maisha yake, anahitaji kufungua moyo wake ili uingie ndani yake. Asisikie tu habari zako kwa watu wengine, akae pamoja na wewe, aishi pamoja na wewe, kama vile ulisema katika neno lako, ninabisha hodi na yule atakayefungua nitaingia ndani yake, nikae pamoja naye, nile na kunywa pamoja naye. Ni furaha iliyoje Bwana kuwa na fellowship na watu wako. Mungu, katika jina la Yesu, apate kujua huyu anayenisikia Bwana kwamba wokovu ni uzima wa milele ndani yako. Unatamani kila mmoja Bwana apate kukujua wewe na kuokoka. Shetani, wewe ambaye unafuatilia watu wasije wakaamini na kuokoka, katika jina la Yesu na kuamuru achia roho zao. Wewe unayefanya waahirishe, wapate hofu na kuogopa na kusema ngoja kwanza atangulie mwingine kwenye familia, katika jina la Yesu ondoka na roho yako ya hofu. Mungu, katika jina la Yesu, sema naye apate kujua anapokuwa wa kwanza anakuwa lango kwa ajili ya familia, anakuwa mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi ndani ya hiyo familia. Mungu, katika jina la Yesu, unakuwa umepata mahali pa kupitishia kitu kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utanda wa giza upate kuachia fikra za watu wako, katika jina tunaangusha ngome na fikra na kila kinachojiinua juu ya elimu yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaangusha ngome hizo za fikra, katika jina la Yesu. Tunataka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa malaika wavunao ambao wako katikati yetu Bwana, na roho wako ambaye anamjalia kila mmoja kwa neema ile inayookoa. Amjalie kila mmoja Bwana anayenisikiliza. Mungu, katika jina la Yesu, mara hii tena ninaomba Bwana, fungua mioyo ya watoto wako wapate kusema ndio kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndicho kilichokuleta duniani, kutafuta kile kilichopotea kiweze kurudi kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukiwa tumefunika macho, nauliza swali hili muhimu. Unajua Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unataka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo. Unajua ya kwamba hujaokoka na unataka kuokoka jioni ya leo. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Inawezekana kabisa una matendo mema kabisa, kwa jinsi ya nje una matendo mema, lakini maandiko yanasema wokovu ni kipawa, hakiji kwa njia ya matendo. Tunapokea kwa imani uwepo wa Yesu katika maisha yetu. Kumbuka jambo hili, matendo pasipo imani haisaidii, na imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo unahitaji kuwa na vyote viwili. Asante Yesu, una matendo mazuri, lakini unahitaji imani sasa, na kuipata hiyo imani, mtaji wako unahitaji kumpata Yesu ndani ya moyo wako. Ndicho kitu ninachozungumza. Kama ulikuwa umeokoka na ukarudi nyuma, unahitaji kurudi kwa Yesu. Nataka niombe pamoja na wewe jioni ya leo. Huko nje kuna mbwa mwitu wakali. Ni hasara, ni hatari na kukaa nje ya Yesu, hata kama ni nusu dakika. Kaa ndani ya Yesu kila wakati. Hata kama unapita mahali pagumu kiasi gani, usikimbilie nje, kimbilia ndani. Usikimbilie nje, kimbilia ndani. Hata kama umechafuka kiasi gani, umechafuliwa kiasi gani,
Usitafute kujisafisha ndipo uje kwa Yesu. Njoo kwake, kwa sababu kwake kuna damu yake iliyomwagika kwa ajili ya kukusafisha. Njoo kwake kwa sababu atakupa macho upate kuona. Njoo kwake kwa sababu atakubadilishia vazi lako na kukupa la kwake lililo safi, lililo jeupe. Ndicho ninachotamani ndani yako. Kwa kama unajua unahitaji maombi haya, unasema Kasege nahitaji haya maombi, nyosha mkono wako mahali ulipo sasa. Asante, asante, asante. Mpaka kule nyuma naona mikono mingi, mamia na mamia ya watu. Kandarabashakurubusiki. Kila mtu aliyenyosha mkono, simama kwa miguu yako mahali ulipo. Asante. Yes, na Mungu wangu anakubariki. Asante. Mpaka kule nyuma umenyosha mkono, simama. Yes, simama. Yes, simama pale nyuma. Yesu unanitazama, simama. Ulikuwa umenyosha mkono, usiogope. Usiogope. Kuokoka kungekuwa kubaya, tusingekuwa na ujasiri wa kukueleza. Biblia inasema onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema.